nikupongeze kwanza kwa kuvuka makundi. Yes. Lakini umevuka makundi na mtani wako. Hilo unataka kuniambiaje? Kwanza hapo kwa mtani toa yule ni kibonde wangu mwembe wa wani. Ni kibonde wangu pombe ya ngomani, nikikutana waga najitikisia, waga najichotea tu. Tukija kwenye ligi ya mabingwa, moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni ngumu, wazungu wanapenda kuita the hard way. Basi ni ile mechi ya juzi. Ile mechi baba ilikuwa ina mambo mengi kweli kweli. Ukiangalia tumefungwa goli moja kule, baadhi ya wachambuzi wakampaisha yule mchezaji alikuwa anamuitwa nani, mchizi vunga yule, wakasema mchizi vunga. Yani tulikuwa tukipita huku mchizi vunga. Basi mimi nikiwa kama rais wa Tanzania nikasema jamani, kwa nini hii siku ya Jumamosi ijayo? Maana ile sinapigwa wiki baada ya wiki. Nikasema kwa nini isifike wiki ijayo jamani, tu tukamninginize hizi kelele za mjini ziishe. Maana watoto wa Mudi, moja kati ya watu ambao walimpa jina yule baba, yule kijana yule mchizi vunga, walimpa jina kubwa kweli kweli. Mimi nikawaambia jamani, kwetu sisi Tanzania hamna machizi wapo nani Malawi huko, watakuja Tanzania hawa watoto wa Mudi wapi? Yanga bye bye. Watu wa makundi bye bye. Yule kashaingiza mguu mmoja. Sasa nikiangalia kigoli kimoja ndio nikawa nakwenda kwenye ule msemiato na nakwambia mtoto mmoja duniani kote. Mtoto mmoja sio mtoto, wewe unamtaka, shetani unamtaka, Mungu anamtaka, wacha unamtaka. Nikamwambia mtoto mmoja sio mtoto, mtakuja kumkataa mvunga. Baba we. Usiku wa deno kawi kucha juma ngapi hiyo? Tulivofungwa kule kwanza, ule kocha akaguduliwa mbali, yule mzee wa kununa, yule mzee wa minuno. Wakamgudulia mbali. Wakamwambia hoi inaenda kucheza ina kocha. Nikamwambia huyu kocha msaidizi, mnamuona kocha msaidizi, lakini uonga kocha professional. Kuna timu huko naambiwa kazifikisha hatua mbali kweli kweli, robo finali, nusu finali. Na ukiangalia vyeti vyake huyu baba kakamilika, begi limejaa vyeti. Subirieni mnakuja kumtoa. Wapi? Baba wewe. Sikafika Jumamosi kaka ya juzi. Baba tukampa boda pale mbili, tukamgudulia mbali. Baba mchizi wala kumshuhudia, wala wanasema si mchizi. Nikamwambia wewe, chizi toka leo kacheza mpira baba, mpaka mpira unakwenda kuisha dakika 90 hajapiga shoot on target hata moja. Unajua mpira wa miguu ndugu yangu una mambo ya kikatili. Leo hii unaamka nyota imekaa mwilini au mguuni, lakini kwenye siku inayofuata wewe unafikiri kila siku Jumapili, siku nyingine siku za kazi. Kenda kakutana na watu hajapiga shoot on target hata moja. Yanga yule hatua makunde. Wazungu wanapenda kuita group stage. Kwa hiyo kama una Yanga na mashabiki wa Yanga, kelele za vidomo vya watoto wa Modi, tushazifunga. Lakini sasa tunashuhudia baada ya mia kucheza Jumapili, yakaja Jumamosi, ni yakaja kucheza juma ngapi? Jumapili. Tumeangalia lile pira alocheza mtoto wa Modi bovu kwa kweli siku ya Jumapili. Unaambiwa kapilikewa pira winoma, unaambiwa ulimi umemtoka pale. Pien kijola sare dela kashona pale. Kwa hiyo ukiangalia watoto wa Mudi pila lao lela cha kubanga. Na unajua mpira una njia zake. Unajua unaweza ukacheza mpira mkubwa na ukafungwa. Mtu anacheza mpira mdogo na ukiangalia ule mpira niliocheza Malawi kule, bonge la mpira na nimefungwa kule. Unaona? Kwa juzi sasa, wewe nikasema yani nifungwe na nani Wanyasa. Nikaja kuangalia historia yao, kumbe wavu dagaa. Nikamwambia siwezi kufunga, no street not surrender, twendeni kwa Mkapa. Na hiyo mechi tukaitilia maana tukasema no vingilio. Kwa vingilio kitu gani bana? Tutangulize timu kwanza, yeye isonge mbele. Vingilio tutavipata huko kwenye ligi ya mabingwa au tukiingia makundi. Unajua ukisha kuingia makundi kwanza, unacheza huna pressure, maana huko kuokota pointi 3. Bwana nikwambie kitu ndugu yangu, katika mechi ambayo ilikuwa ina pressure, ile pale ya juzi. Kwanza ile mechi watu wengi walikototolewe, na sasa mtoto wa Mudi. Ile mechi mpaka alitupia ukinyemba. Kwani uongo? Mtoto wa Mudi ile mechi alitupia ukinyemba pale. Ndio maana ile mechi bado ilikuwa ngumu kweli. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kasimama na sisi wale. Mpaka sasa hivi tumewafunga vilimilimi. Kwa hiyo tunashukuru mpaka sasa hivi tunasema kila mtu abebe mzigo wake kwenye msafara huu. Unaambia kwenye msafara huu kenga mamba, kwenye msafara mamba kenga kosekane. Kwa hiyo tunashukuru mvunga tumemfunga, sijui mchizi vunga, uchizi mwisho Malawi kija Dar es Salaam unakuta wanaume anatamba tu. Waliokuambia kwamba mchizi anacheza mpira nani. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunasubiri tunapangwa na nani. Nasikia sijui kama tarehe 5 hivi sijui tarehe 4 ndio inakupangwa watu wa makundi. Sasa tunaangalia nani tunakwenda kukutana naye. Lakini kuhakikishia katika safari hii wanakwambia unakotoka ushapajua, unakokwenda upajui. Kwa hiyo sisi tunakokwenda sisi wenyewe tunatazama kwa jicho la tatu. Na nia yetu sio kuishia hatua makundi. Tunataka tufike robo, nusu, hatimaye Mungu akubariki kombe la Golden Leaf, yani tufike finali, hatimaye turudi na kombe la ligi kuu, yani ligi ya mabingwa ibaki nyumbani. Uwezo tunao sababu kwa coach tulichokuwa nacho mabilioni ya pesa. Kwa sababu coach tulichokuwa nacho sisi Afrika Mashariki na Kati tumevunja historia. Nini hao nani watoto wa Mudi atushinde sisi? Au yule mfunga madisha anatupiga amefunga goli 7 na kukutana na Pemba wale wala ulojo. Kwa hiyo tunasema
kila munu abebe mzigo wake. Akiendelea kupiga sana kelele tutakutana mwezi wa 12 ndio tukamnyoe tena. Kwa pila lile bao pila matatu. Mtani kashuka chini amesema tushikamane sisi wote wa Tanzania. Baba, nimekwambia mimi hata rais wenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia ananijua, nishakataaga mimi kwenye msafara huu. Kila mmoja wale watoto wana timu yao na sisi tuna timu yetu, na ndio maana sisi mechi zetu kiangaliaga, tukishaona mechi na ukagasi tunatoaga vingilio kwamba mechi free pass. Sijui naelewana sijui. Kwanza sisi viongozi wetu waga natujali sana mashabiki. Kwanza anatusikiliza tukisema viongozi, timu kwanza, mambo mengine baadaye. Hela kitu gani bwana? Kama timu haina hela, unakumbuka sisi ni wakali wa kuichangia klabu Kipindi kile cha bakuli tumeichangia klabu mpaka imekwenda tumepita msimu mzima kama unakumbukumbu. Haya juzi hapa unakumbuka ile nani tofali la ubingwa ile tumechanga shilingi ngapi? Milioni 200. Sasa sisi ni wakali, yani sisi leo klabu yetu hata viongozi wasema jamani kuna mchezaji tunamhitaji au klabu yetu haina hela. Tunafanyaje? Tunameshana kwenye magrupu, pesa tunaipata. Kwa hiyo tukasema timu kwanza tuingie kwanza. Mpaka sasa hivi tushatuliza mioyo, unaambia weka shida chini, rusha mikono juu. Kama sasa hivi unaambiwa tunapepea kama kumbe mtoto wangu tushamfunga kidomodomo. Unajua anayecheka leo analia kesho, na anayecheka leo analia kesho kutwa. Kwa hiyo watoto Mudi mpaka sasa hivi kimya kwa pila lao bovu la juzi lile. Kapelekwa pila uinome ulimi umemtoka mpaka na buruza chini. Sasa kwa pila lile la mtoto Mudi leo unafikia taenda. Ngoja enda akakutana na kurungwa huko. Sisi tuongei sana. Watoto Mudi tunaongea sana. Kwa hiyo sisi kama mashabiki na wanachama wa Yanga tupo na klabu yetu, ndio maana ukiangalia jezi ya Yanga inakwambia daima mbele nyuma mwiko. Kwa hiyo tushafunika vile vyote, tukasema bwana timu kwanza isonge mbele, mambo mengine baadaye. Kama pesa tutaipata kwenye ligi kuu, kwenye sasa hivi kama hatua makundi tushaingia, tunacheza hata na pressure. Mechi ya kwanza ukimfumua, mechi ya pili kutoa sare pointi 4 hizo, au mechi zote tukimbahatisha tukimfumua ndani nje pointi 6, kwa sababu kwenye magrupu haya ukiona pointi zako 9 ukaenda kutafuta moja sare 10 tu, wewe kidume. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Yanga tunajipongeza, kocha wetu kafanya mambo ambayo tulikuwa tunataka kama mashabiki na wanachama wa Yanga. Kiukweli mechi ilikuwa kimwengu, lakini kocha akatuliza roho yake na moyo wake na mtima wake, anakwambia tunaingia group stage, na kwa hiyo tumeingia mpaka sasa hivi kimya mtaani. Sasa hivi tunatamba Yanga tu sasa hivi.